Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Tukasome neno la Bwana kutoka kitabu cha Nehemia sura ya kwanza. Nehemia sura ya kwanza. Kama media mnaweza kutupatia kitabu cha Nehemia kwa Kiswahili. Nehemia sura ile ya kwanza. Some mstari wa kwanza hadi wa 4. Habari za Nehemia mwana wa Hakalia. Ikawa katika mwezi wa Kislevu mwaka wa 20, nilipokuwa hapo Shushani ngomeni, Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda, nami nikawauliza habari za Wayahudi waliosalimika ambao hawakuchukuliwa uhamishoni, na habari za Yerusalemu. Wakaniambia, watu waliosalimika waliosalia huko katika mkoa ule wamo katika hali ya dhiki kubwa na aibu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hapo niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadhaa, kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Basi tuendelee kidogo, mstari wa 5. Nikasema, nakusihi Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, Mungu mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Tega sikio lako, macho yako yakafumbuke, upate kuyasikia maombi ya mtumishi wako ninayoomba mbele zako wakati huu mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako, hapo ninapoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizofanya juu yako, naam, mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi. Bwana alibariki neno lake. Mwenyezi Mungu, neno hili ambalo tumelisoma, tunaomba utakaso juu yake na juu ya kulishiriki huku tutashiriki, kwamba likawe msaada, tukijifunza kupitia kwa mtumishi wako Nehemia jinsi alivyojiamulia na maamuzi hayo yakaathiri maisha. Bwana tusaidie, Bwana tusaidie. Sema nasi tulio nyumbani mwako, na hata wale wanaweza kwa wakitufuatilia kwenye mitandao. Neno hili litugeuze, tukawe zaidi watoto wanaokupendeza, watumishi wanaobeba mzigo wako na mzigo wa ufalme wako. Pokea sifa na heshima na utukufu, maana umesikia na umejibu, maana tunapokea kwa imani, kwa jina kuu la Yesu Kristo. Watu wa Mungu wote wakasema amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Asanteni sana Praise and Worship kwa kazi nzuri ile mmefanya kutuongoza kwenye ibada ya sifa na maabudu. Ninawakaribisha kwenye ibada hii ya katikati ya wiki, na tunaendelea kujifunza ile theme ya mwezi ambayo niliintroduce Jumapili iliyopita, juu ya determination that impacts. Determination that impacts, that causes an effect. Unajua kuna maamuzi unaweza kusema nimeamua, lakini watu wakiangalia watauliza, je, haya maamuzi yako yamesaidia nani? Yamekusaidia aje wewe mwenyewe? Yamegeuza mazingira uliomo namna gani? Au mambo yanabakia, yanasalia vile yamekuwa,
hata kabla ya maamuzi hayo. Na leo ningependa sana tuweze kuangalia mtumishi wa Mungu Nehemia na tujifunze kutoka kwake juu ya determination that impacts, determination that affects situations positively. Nehemia alikuwa ni cup bearer. Cup bearer wa mfalme alikuwa ni yule afisa mkubwa ambaye alikuwa ana majukumu kadhaa. Jukumu la kwanza, alikuwa ndiye mwenye kuonja divai au kinywaji chochote kile ambacho mfalme alikuwa anakitumia, iwe ni kiamsha kinywa, breakfast, na mfalme anataka kunywa chai. Ile chai ukiwa cup bearer ulikuwa ni wewe uonje, na hivyo ndivyo huwa inafanyika na wakubwa. Hawawezi kula kama mtu fulani hajaonja kile chakula. Ni njia moja ya kuwa security conscious, ama kuwa mtu ambaye unawazia sana na unashughulikia sana masuala ya usalama wako. Wakubwa hufanya hivyo. Nakumbuka mkubwa mmoja alikuwa hawezi kunywa chai mahali alikuwa na ni mkubwa, na alikuwa mtu mkubwa sana, na nilimjua. Alikuwa anatengenezewa chai, na kama mahali pale atakunywa chai, ni mtu mmoja peke yake alikuwa anamtengezea ile chai. So katika mazingira ya ikulu, mazingira ya pale kwa mfalme, Nehemia ndiye aliyekuwa anaonja kinywaji chochote kile mfalme alikuwa anakunywa, anaonja kwanza. Kitu cha pili, yeye ndiye alikuwa anakipima. Kuna taste ya ulimi na kuna testing, yani kupima uone, je, hiki kinywaji kinaweza kumwathiri ama kumgusa vibaya mfalme. Tatu, alikuwa na kazi ya kumpa mfalme, serving, kumpa. Si kila mtu anaserve mfalme. Alikuwa ndiye mwenye kukileta. Wewe umetest na unakuja kumserve, kumwekea kwa meza. Kwa hivyo usalama wa mfalme, maisha ya mfalme yalitegemea pakubwa aina ya cup bearer ambaye alikuwa naye. Na kwa kipindi hiki Nehemia alitumika katika hicho kiwango. And that's a very important official, because usalama wa mfalme unamtegemea yeye moja kwa moja. Yule mtu ambaye maamuzi yake yataleta mabadiliko yanayotarajiwa, kitu cha kwanza, lazima awe na right approach. Right approach, ile njia unatumia. Na Nehemia, njia ya kwanza ambayo alitumia mwanzo ni kuwa na ule mzigo wa watu wao. Verse 3. Tupeleke mstari wa 3. Mstari wa 3 media. Wa pili, samahani. Unaona, nikawauliza habari za Wayahudi wenzangu. Unajua, mara nyingi tunapenda tutumike na Mungu
kugeuza hali ya kwetu. But we use the wrong approach. Tunachukulia vitu na mambo juu juu ama hapa juu. Jambo la kwanza, Nehemia anauliza, ndugu zangu Wayahudi wenzangu wako namna gani? How are they? Lazima mteule tusukumwe na genuine concern of our people. That is the beginning. That is the first place we begin. Tunaanza hapo. Wajua ile shida ambayo ipo, na nimewaambia Nehemia ni nani ndio ujue, this is a senior government officer in the palace at the time. A very busy person. Mtu ambaye hana shida ya income, mapato akonayo mazuri. Maana wewe mwenyewe ikiwa unatumikia mfalme, lazima mambo yako yaangaliwe. Mfalme wa pili wa nchi hii yetu anasifika sana kwa kuwajali wale watu waliomtumikia. Akawapa mashamba, watoto wao wakaelimishwa, wakapelekwa ng'ambo, wakapata kazi nzuri. Yaani ilikuwa anatambua ni nani ananitumikia. Mzee mmoja wa maeneo ya Kitui, yeye mwenyewe ndiye alikuwa anatunza bustani ile marehemu Mzee Moi alikuwa anatoa ua la kuweka kwenye koti lake. Maana wale waliokuwa siku hizo mnajua, alikuwa na ua hapa kwa koti kila siku, na lilikuwa ni ua fresh. Kulikuwa na superintendent, yule alikuwa anasimamia kijishamba kile ambacho mlikuwa mnatoka maua hayo. Huyo mzee aliishi vizuri, na mmoja kati ya wana wake leo ama watoto wake ni kiongozi wa NGO kubwa ambayo inaleta mabadiliko makubwa katika environmental conservation katika nchi yetu. Watoto walisoma ng'ambo nini. Yaani nataka ujue, Nehemia kama angekuwa kama wengine wetu, angekuwa na sababu ya kusema my issues are okay, mimi sina shida, niko kwa mfalme na nikionja. Can you imagine? Na unajua kwa wafalme saa zote kuna kula kuna kunywa. Mnakumbuka Danieli alikataa chakula cha mfalme because it was too much, na ni vile vinaitwa vikochokocho, varieties. Unaonja hiki, na sasa kama wewe ndiye unaonja kile mfalme anakunywa, bila shaka utakuwa umeshiba kila wakati, hauna shida Nehemia. Lakini kama wewe mwenyewe maamuzi yako yatakuwa ni ya kugeuza hali, lazima uwajali ndugu zako hata kama wewe umetosheka. Nasema lazima tubebe mzigo juu ya ndugu zetu ambao hali yao ni mbaya ama hawako mahali wako. Wewe State House, wewe uko palace, unakula vizuri, unalala vizuri, lakini lazima uulize, ndugu yangu nyumbani ukoje? Lazima uulize watoto wake wanasoma. Lazima uulize ndoa yake iko sawa. Lazima uulize watoto wake wanaendeleaje, because pale ndipo utapata kubeba mzigo na Mungu aone yes, huyu ndiye the right person. Nataka ujue roho ya Mungu ama attitude ya Mungu na msukumo wa Mungu ni uhusike na yule ambaye yuko kwa hali mbaya. Kwani Yesu alikuwa ametenda dhambi gani? Hakutenda dhambi, lakini sisi tukatenda. Akaja kwa ajili yetu. Isaya sura ya 6 mstari wa 1 inauliza nini? Wakaulizana Utatu Mtakatifu, nani ataenda kwa niaba ya hawa? Nani ataenda kwa niaba yetu? Akasema nipo, nitume niende. Mimi sina kosa,
mimi sina shida, mimi sina ugonjwa, lakini kwa ajili ya yule mgonjwa nataka nijue hali yake. Akauliza, ndugu zangu wako namna gani? Ni mara ngapi tunajali ndugu zetu? Tuko mjini ndio, lakini apart from huyo mtu mnakaa kwa ploti, apart from yule ndugu mnaenda fellowship naye, ni mara ngapi genuinely tunapiga simu mashambani tuulize fulani anaendeleaje? Let me tell you, God will never use an ignorant person. Mtu ambaye hajui, Mungu hamtumii. Ndio maana watu kama Sauli, yule aligeuka kuwa Paulo, ili Mungu amtumie, ilibidi ile transformation itendeke, mpaka jamaa mwenyewe bila kuambiwa akasema, ni nani wewe Bwana? Who are you Lord? Nani alimwambia ni Bwana? Alikuwa na nafasi. Mungu akasema, wewe huenda unajifanya, siku 3 utakuwa kipofu. Ile experience utakuwa nayo hapo ya upofu, ni situation hawezi kujitoa. Mpaka ndugu anaitwa Anania akatumwa, akaambiwa, enda ukaombee Sauli, ukaombee Paulo, amke na umpe ujumbe, umwambie nimemtuma. Apewe mission. Apewe mission baada ya kuelewa Bwana. Vijana fulani wa Seva ama Skeva, mnamjua kwenye kitabu cha Matendo, wanafikiria unaweza kutumikia Mungu bila kumwelewa. Wakaanza kutoa mapepo, wakayaambia mapepo, tunawafukuza, tunawaamrisha mtoke kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo. Hawamjui, lakini wanajua, wanasikia Paulo huwa anataja hilo jina akisema mapepo tokeni, na wanaona yanatoka. Walitandikwa, wakararuriwa nguo, wakaumizwa kwa sababu ya kujaribu kufikiria wanaweza kutumika na Mungu asiyemjua. Lazima ujue, Nehemia ako na mzigo, lakini alikuwa na ufunuo wa kujua nitaanzia wapi. Unaanzia kwa kujua, ujue hali ya wale unataka kubeba mzigo wao. Kitu cha pili, akasema nataka mniambie vile Wayahudi wanaendelea, na pili mniambie Yerusalemu mji wa Bwana unaendeleaje. Unaendeleaje? Do you know many times tunaomba na si kwamba tuko na dhambi ndani yetu, lakini yale maombi hayafiki, hayajibiwi because they are full of ignorance. Hatujajua watu wetu wamekamatwa na roho gani. Hatujajua ni kitu gani, ni mapepo gani yamewafunga wasipende Mungu, wasimtumikie Mungu, wasiwe na maendeleo maishani, watoto wao wasipende Mungu. Hatujajiuliza wako namna gani. Nehemia hakuwa kama sisi. Na Nehemia wakati aliuliza, alipata taarifa, alijibiwa. Mambo 3 akaambiwa. Hao watu wako kwenye dhiki kubwa, wako kwa taabu kubwa. They are in great affliction. You know, some of us tunaogopa kuuliza, tuambiwe yuko hata mtoto mmoja hapo ako na C+ na yeye ndiye anaandikwa kulisha mifugo wa watu na anapiga vibarua hapo kwa sababu hajaenda college, kwa sababu wazazi hawana uwezo. Hatutaki hiyo. Kwa sababu ukishajua kama uko genuine, kuna kitu kitakusukuma uchukue hatua.
na hatutaki mtu avuruge budget yetu. Ukisikia wanalala njaa, ukisikia watoto wake wametoka shule wote na ndio wameandikwa vijijini kwa sababu ya kodi kidogo shuleni wamiliitishwa na haiko, unajua itakugharimu utoe. Na kwa sababu hatutaki hivyo, unasema I want to mind my own business. After all, unajua kuna andiko linasema mind your own business. But we quote it out of context. It is in Thessalonians. We quote it out of context, if only to avoid responsibility. Wengine wetu pia tunasema akipatikana na shida nipigie simu, ako na namba yangu. Wacha nikwambie, watu wa aina hiyo hatuta affect maisha ya watu positively. Lazima ubebe mzigo. Piga hiyo simu. How is so and so? Ulizia. Nehemia aliulizia. Akaambiwa they are in great affliction. Wako katika dhiki kubwa, mstari wa 3. Kitu cha pili akaambiwa that wall, hiyo Yerusalemu unauliza, the wall is broken. Kitu cha 3 akaambiwa the gates have already been burnt with fire. Mambo matatu. Kwanza, watu wenyewe wako kwa dhiki, kwa taabu kubwa, wamesononeka, wako na stress. Hao ndugu zako unauliza. Ninaona Nehemia akijiuliza, jamani, mimi niko hapa nala na shiba na bakisha, hata wanatupa chakula. Ndugu zangu wako katika dhiki kuu. Pili, mji wa Bwana Yerusaleme, kuta zimebomolewa, zimeharibika, na malango yake yamechomwa moto. Kama malango ndio entry. Kama malango yamechomwa moto, ni kumaanisha wale watu wako ndani wako exposed, wako kwenye hatari, wako mahali wanaweza kuvamiwa, kuumizwa, kuuawa, kumalizwa na adui. Ndugu wa mzigo, ndugu wa mzigo haogopi kujua hali mbaya ya watu wake, maana determination aliyo nayo, amefanya mahesabu yake na ameamua, Bwana, nataka unitumie nigeuze hali ya Wayahudi wenzangu. Hallelujah. Kachukua hiyo hatua. Alipoambiwa hivyo, mstari wa 4, akawa na the right reaction. Right approach, right reaction. When you receive news like those, unpleasant news, discouraging news, downheartening news, what do you do? Hapo nilipoyasikia maneno haya. Ukisikia maneno unafanya nini? Huenda wengine wetu tungejuta na tungesema in Greek, yunine kwa tisia kitai. Nimejiweka kwa shida, nimeuliza, na taarifa zile nimepewa, mambo matatu magumu mazito, nitayafanyia nini? Si heri singepiga simu, si heri singeuliza juu ya huko vile wanaendelea. Sasa nimeuliza ya nini? Nitafanya nini sasa? Hayo mawazo yatanisumbua. Kwake haikuwa hivyo. Aliketi, akalia, kwa sababu ni kitu kimemsumbua. Amesumbuliwa. Nikaomboleza siku kadhaa. And this is not easy. I wish you can understand mazingira ya mfalme. Mwenyewe sijaenda pale, lakini nimeenda mahali panakaribia na kwa mfalme. And I can only imagine
vile palace inakuwa. And you are there and you make a choice. Naturally, ningefaa kufurahi maana niko na kila kitu na sina shida. Na hata kuta za Yerusalemu zikivunjika, kwani ni zangu na kwani ni kwangu? Akasema hapana, kama ndugu zangu wako kwa dhiki, nitasumbuka, nitachukua hatua, nitafanya maamuzi ambayo yatabadilisha hali hii. Dhiki itoke, hii dhiki itatoka. Akaomboleza, akafunga, akaomba mbele za Mungu wa mbinguni, akalia, akafunga. Imagine mtu kama huyo ako na kila kitu, anasema nitafunga, sitakula, ndugu zangu wako na dhiki, kuta za Yerusalemu zimeharibiwa na malango yamechomwa moto, lazima nichukue hatua. Akaomba. Hayo maombi yake yalikuwa namna gani? Kwa sababu saa zingine tunaomba na tunaomba visivyo. Yakobo 4, maandiko yanasema kuanzia mstari wa 1, ati mbona kuna vita katikati yenu? Vita katikati yenu, naweza kutupatia Yakobo 4, vita vinazuka wapi? Vinatokea wapi katikati yenu? Na maandiko yanaendelea, Yakobo anaendelea kutujibu, kwa sababu vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Maana lazima kuna chanzo cha vita, lazima kuna chanzo cha mapigano, hata kanisani, either within yourself as an individual ama katika ushirika. Anasema si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu. Hebu enda mstari wa 2. Mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa ukisoma hayo maandiko mpaka hapo utasema lakini mimi huomba. Utasema lakini hii ni siku ya 4 nikifunga, maana hii ni wiki yetu ya maombi tangu Monday mpaka kesho. Utasema mimi nimeomba, hata leo nimetoka kuomba, hata nilifika kanisani kabla ya ibada nikaomba. Mungu anamaanisha nini? Enda mstari wa 3. Hata mwaomba, kwa hivyo Mungu anajua mnaomba. Lakini anasema nini? Mwaomba hampati kwa sababu kuomba vibaya ni kuomba aje? Ili mvitumie kwa tamaa zenu. Umeona familia fulani wako na sofa set ya leather, wewe unasema watanitambua hata mimi, watajua hata mimi niko na payslip. Na kama uko na njia ya kuiba mahali umeandikwa, heri uibe ununue hiyo to prove a point, ndio watu wajue hata wewe uko na nini? Payslip. Wajue hata wewe. Unajua kuna mzee mmoja, wakati nilikuwa kijana mdogo, kiwa huko kijijini, huyo mzee alikuwa anafanya kazi kwa babu yangu, kaniita. Alikuwa anavuta
inaitwaje? Tumbaku. Akanituma kwa mzee mwingine hapo kijijini, alikuwa anatengeneza hiyo. Sasa mimi ni mtoto mdogo, si nimetumwa, nimeenda. Na sikutumwa na pesa. Kamwambia nimetumwa na fulani. Aliniuliza, huyo saa zote daima anatumana hapa na hakuna pesa, kwani yeye? Akauliza in Greek, kodhukuma chumbewa, kodhukuma ndulwe. Now ndulwe in Greek ni tunda linamea naturally kule kwa msitu bila ya mtu yoyote kuleta effort. So in other words, mtu akiuliza kwani ukifanya kazi mwisho wa mwezi unapewa ndulwe, ni kusema kwani unapewa bure? Hakuna kitu unapewa, haulipwi. Because ungekuwa unalipwa pesa, ungetuma huyu mtoto hii nimpatie. So kuna wengine wetu tunataka kuonyesha watu tuidhukumia ndulwe, tuidhukuma tuchumbewa, to prove a point. Kwa sababu ya tamaa zetu tunaomba na hatupati. Si kwamba Mungu hana kile tunaomba, na si kwamba Mungu hatusikii, na si kwamba Mungu hawezi. Lakini tunataka mtoto wetu apate kazi, ndio jirani aache kuturingia, ajue hata sisi tumesomesha watoto. So tunaweza kuomba na tukawa mbele za Mungu, anasema mmeomba ndio, lakini mmeomba vibaya. Na unajua ukiomba vibaya hakuna tofauti yako na yule hakuomba. Because we know the quality of your praying with the fruit thereof. Nini kitatokea? Umeomba ndio wiki moja, umeomba ndio siku moja. Je, tutajua maombi yako sawa sawa namna gani? Ni yale matokeo yake. So anasema hata mwaomba wala hampati. So usipopata, watu watafikiri wewe ni sawa na yule asiyeomba. Kwa hivyo lazima tuangalie maombi haya yako namna gani. Yale maombi yatagusa Mungu, yale maombi yatabadilisha mazingira. Kitu cha kwanza, lazima maombi yawe na toba. Huyu ndugu anaomba na kutubu. Anatubu dhambi zake na anatubu dhambi za nyumba ya baba yake Israeli. Kaambia Mungu, tusamehe, mimi nimetenda dhambi, nyumba ya baba yangu imetenda dhambi. Na akaanza kuomba in plural akisema turehemu. Maombi lazima yajae toba. Wakati mwingine sio kwa sababu ya dhambi zetu wenyewe, lakini wale watu wako hali mbaya, wale watu wako kwenye hali ya dhiki, sehemu ya mateso yao imetokana na dhambi. Na kama tunataka suluhu la kudumu, lazima tuwe na toba katika maombi yetu. Akatubu. Kando na kutubu, maombi yake mstari wa 8 na wa 9 yalikuwa yamefahamishwa ama yalikuwa yamejaa ujuzi wa kihistoria kuhusu ahadi za Bwana. Anamwambia hivi, media turudi kule sasa Nehemia sura ya 1. Anamwambia, wewe Bwana, kama vile uliamrisha mtumishi wako Musa. Ni mtu anaelewa ahadi za Bwana. Listen to this. John 15:7 inasema, nyinyi mkiwa ndani yangu na maneno yangu yakiwa ndani yenu, ombeni lolote mnalotaka nitawapa. Maneno ya Mungu mengine ni yale aliongea kupitia kwa manabii, mengine ni yale ameahidi kwa neno lake. Liwe ni agano la kale
Agano Jipya, lakini maneno ya Mungu yakikaa ndani yetu, yakiwa yanatuongoza, yakiwa kama vile Nehemia anasema. Haya basi, Nehemia, niko Nehemia tu bado. Asanteni kwa kutupeleka Yohana 15:7. Anasema vile ulivyomwambia Musa mtumishi wako. Nehemia anaelewa Mungu aliongea kitu. You know, when you go to God na unaenda kumwambia kile amesema. Unajua, sijui kama wale ambao ni wazazi. There is something in English inaitwa disarming. Kudisarm mtu ni kama kumpokonya silaha. Mtoto wako akija akwambie, "Daddy, si ulisema yule atapata 400 marks, utamnunulia baiskeli?" Na iwe ni kweli uliwaambia hivyo tamu ikianza. Wewe hukufikiria mtoto wako atapata 400. Ulikuwa unawaambia hivi ndio uwatie moyo kusoma. I am telling you, hata kama hauna, utaenda uchukue loan. Umeisha nguvu. Mtoto amekwambia, na kwa kweli wewe si umeokoka. Wewe ni baba mzuri, wewe ni mama mzuri. Huwezi kudanganya. Na kweli hata ukienda bedroom unauliza mama, niliambia watoto hivi. Sema si ulisema hivyo. Si hata ulisema yule atapata 450. Utampeleka Mombasa. Si ulisema national exam yule atapata A. Utamlipia trip abebwe na ndege kutoka Mombasa na hata wakampe na umlipia hoteli kubwa 1 week. Ulisema. Umeisha nguvu. Kama we ni mzazi mzuri, umeisha nini? Utampatia hiyo zawadi uliahidi. Ingawaje hatuwezi kubadilisha na kufananisha Mungu hivyo, lakini kuna namna ile Mungu anasikia. Wacha nitumie hiyo lugha quote and quote, tumemweza tukienda kumwambia kile amesema. Na kuomba likumbuke neno lile ulilomwamuru Musa. Nehemia ameishi miaka mingi baada ya Musa, lakini amejishughulisha kujua, maana yule Mungu wa Musa ndiye Mungu wake. Aliahidi nini? Ndio akienda kwake anaenda akimwambia Mungu, I am not framing up my things. I am not telling you things out of my mind. Mungu, ninakuambia tu kile uliamuru Musa. Yule ulipatia Torati ama ulipatia sheria, kuna kitu ulimwahidi mtumishi wako, ukisema mkikosa nitawatawanya kati ya mataifa. Hebu angalia mstari wa 9. Bali mkinirudia mimi na kuzishika amri zangu na kuzitenda, watu wako waliofukuzwa wajapokuwa katika pande za mwisho za mbingu, hata hivyo nitawakusanya kutoka huko na kuwaleta mpaka mahali pale nilipopachagua ili kuliweka jina langu. Sasa huyu ni mtu anaenda kwa Mungu na ahadi. Anaenda kukuotia Mungu ahadi. Wakati hatujajua kwenda mbele za Mungu tukiwa na ahadi, tunaenda kumwambia Mungu, unaona hii degree nimefanya, hii village yote hakuna mtu mwingine, ninawezaje kukaa nyumbani? Na kuambia iwapo utaomba hivyo, jitayarishe kukaa nyumbani. God does not respect your certificates. He respects his word. Media, hebu mtutafutie andiko lile linasema ameinua neno lake Isaya 40 mstari wa 8 inasema mbingu na dunia zitapita,
lakini neno lake la dumu milele. So maombi yetu ni lazima yaambatane na maandiko. Na Nehemia aliomba maombi na yakawa effective. Nataka uone majani yakauka, ua la nyauka, bali neno la Mungu wetu litasimama. Hata kama ni miaka 100 ngapi imepita ama 1000 ngapi, ukisimama mbele zake na umwambie Mungu ulisema, Mungu hasahau, anakumbuka alisema na ameelewa. Umejua yeye ndiye yule jana wakati wa Musa, leo wakati wako na hata milele. Amina. Atakusikia, atakutendea, atakuheshimu because umejua amesema nini. Sasa ukikutana na mtu pale Titot, alianza kumwambia sununulie lunch. Unajua kuna mwingine atakutana hapo amwambia basi. Mwingine akija uko na haki ya kumwambia nilikuahidi lini? Mimi hata sikujui. Lakini yule anajulikana na aliahidiwa, anaweza kusema anko uliniahidi, anti uliniahidi, mwalimu uliniahidi, na ana feel ako na grounds za kupewa, naye mwenye kuahidi anatenda. Baadaye utaona Mungu akitimiza. Chapter 2, ingawaje hatutafika hapo leo, lakini Mungu anajibu wakati yeye anaenda. Maana anaenda akisema Mungu ulisema, hata kama tumetenda dhambi, lakini tukikurudia utatusamehe, utaturudisha kutoka kule tumetawanyika, tuje na utatutengeneza. Ni mtu anaelewa kile Mungu ameahidi. Finally, haya maombi yalihitaji rehema ya Bwana. It sought for the mercy of God. Ilihitaji rehema. Turudi Nehemia ule mstari wa 9 pale. Anasema uturehemu. Have mercy on us. So maombi hayo ndio yanaleta tofauti, na ndio unaona tofauti kati ya hayo maombi na yale yetu. Jambo la pili na la mwisho kwa leo, lile lilisaidia Nehemia ni kwamba yale maono yake anachukua hatua na kuanza kujenga nyumba. Anapanga mpango mzuri. Maandiko yanasema nini? Alimuuliza mfalme, chapter 2. Alimuuliza mfalme, naomba ruhusa mfalme, niende kujenga nyumba, kuta ambazo, or is it chapter 4? Sorry, chapter 4. Angalia mstari wa 5. Wala nikamwambia mfalme, ukiona vema na ikiwa mimi mtumishi wako nimepata kibali machoni pako, tafadhali unitume mpaka Yuda, niende katika mji wa makaburi ya baba zangu nipate kuujenga.
Nataka niwakumbushe, Nehemia ni mtu mkubwa serikalini. Nehemia ametosheka kama mtu, lakini anasema nitaomba leave, nitaomba ruhusa niende nikatengeneze mahali panaharibika. Wangapi leo tunajificha kwenye hiyo kazi? Tunajificha kwenye hiyo kazi. You know I'm very busy. Unajua nikiondoka, sasa nataka niwakumbushe tena. Cup bearer. Huyu jamaa angesema nikiondoka, nikienda leave, nikajenge ukuta wa Yerusalemu, nani atakuwa anaonjea mfalme divai? Na je, wakiwekea mfalme sumu, kuna mtu mwingine na vile mfalme ananiamini? Many of us use the job as an excuse. Watakosa kuja hata ibada ya Jumapili in the name of mabangwete konilecha musumbiko teinyo mbingwete. Mimi ndiye mfalme anategemea. Sijui nani mwingine anaweza kumuonjea chai. Sijui. Let me tell you. Huyo ambaye unafikiria hawezi kukuruhusu, ni wewe hujaenda kuomba ruhusa. Alienda akaomba ruhusa, mfalme akampatia. Kwa nini? Alianza vizuri kwa kuomba. Alienda kwa Mungu. Wacha nikwambie, ni excuse tunajipatia. Unajua kwangu haiwezekani, siwezi kupewa ruhusa Sunday, siwezi. Ni sisi tunatumia wrong approach. Number 1, tumejiambia haiwezekani. Number 2, tumeitumia kama excuse ndio tusipate majukumu, tusiambiwe wewe fanya hii, na unajua itakugharimu time, itakugharimu pesa, itakugharimu energy, itakugharimu hii, na wewe hautaki na mimi sitaki. Nehemia, running and holding a very sensitive office, he had a revelation. He said, kwa sababu nimeomba Mungu na nimejua hali ya watu wetu, nitaenda kwa mfalme. Mfalme alimruhusu, lakini kwa sababu anampenda sana alimuuliza, na utakaa muda gani? Angalia mstari wa 6. Alimuuliza, na sasa ukienda Nehemia, utakaa muda gani? Safari yako itakuwa ya siku ngapi? Kwa hivyo hatusemi ufanye kazi vibaya, pendwa. Hata mfalme wacha akumisi, lakini mfalme ako tayari kukurelease ukafanya mission ya Mungu. Lakini kwa sababu wewe hujaona kama ni muhimu, basi utafungika hapo. Wewe onja tu divai ya mfalme forever, lakini watu wako wanaangamia. Kazi ya Bwana imekwama. Na meanwhile, maamuzi yako hayaathiri chochote, haya-affect chochote. Maandiko yanasema nami nikampa muda. Biblia haisemi muda gani. Na unajua nini tena kilitendeka hapo? Hebu angalia mstari wa 7. Maandiko yanasema akaambia mfalme, naomba sio hiyo peke yake, nipatie barua kwa kila governor wa kila province ambapo Wayahudi wanakaa. Nikifika sitaki waanze kuniuliza, give me an introduction letter, wajue ninafanya nini. Akarudi akamwambia sio hiyo peke yake, nipatie barua pia niende kwa yule anasimamia idara ya misitu, maana nitahitaji mbao za kujenga, unipatie. Jamaa alipewa mpaka resources. Are you seeing determination bringing an impact? Mwishowe si mnajua alijenga ukuta, hata kama kulikuwa na pingamizi kutoka kwa Sanballat na nani na Tobia. But tukimalizia hapo, I think it is not good nimalizia hapo bila kuwaonyesha huyo. Mstari wa 10. Angalia mstari wa 10. Sanballat ako wapi hapo? Good. Sikiza. Hata Sanballat
Mhoroni na Tobia mtumishi wake Mwamoni waliposikia habari hizi. Habari gani? Habari za mtu ako determined to create an impact. Habari za kuondoa dhiki ya ndugu zako. Habari za kujenga ukuta ambao umebomolewa. Habari za kujenga malango ambayo yamechomwa moto. Ziliwahuzunisha sana, kwa kuwa amekuja mtu kuwatakia heri wana wa Israeli. Kwa Kiswahili haileti vizuri. Hebu weka kwa Kiingereza, King James. King James, please. Yaani shetani anakasirika wewe ukipatikana mtu mmoja tu, si hata wengi, mmoja ambaye ako na mzigo na anasema I have a determination that is going to create positive impact. Imagine that there was come a man to seek the welfare of the children of Israel. They were grieved exceedingly. Mewawo kana mewawo. Udhonokete, hasira kubwa, ghadhabu, kwa sababu amepatikana mtu ambaye anajali watu wa Mungu, anajali watu waliopotea, anajali watu wanaoteseka. Can you imagine? But you know, hata ikiwa hivyo, Nehemia alikuwa na moyo wa kuwatia watu moyo. And that's why I'll begin next Thursday, God willing. And that's why verse 17 anawaambia tutajenga ukuta. Sanbalati na Tobia wakasirike, wafanye nini? Waendelee. Nimepatikana. Mimi nimepatikana kama chombo. Nimepatikana kama ile kwa Kiingereza inaitwa vehicle. Mimi ndio chombo kitatumika Israeli ipone, Israeli iokoke, dhiki yao ishe, ukuta wa Yerusalemu ujengwe upya na malango yake yajengwe upya kwa jina la Yesu. That there will be no more a reproach. That will be no more a reproach. Let me tell you. Umeokoka, aibu na madharau yaishe kwenu. Hauja nisikia? Umeokoka, hali ya anga ya kwenu ibadilike. That you may be no more. Nataka usimame mbele za Bwana na useme enough is the reproach. Useme imetosha yale madharau, tumedharauliwa. Kwa Kiswahili ile andiko linasema nini? Hebu hiyo kwa Kiswahili tusikie. Unajua haina haja watu wenu, familia yenu, kijiji chenu kidharauliwe zaidi. Imetosha. Tusiwe shutumu tena. Tushakuwa shutumu, tushakuwa watu wa kuchekelewa, watu wa kudharauliwa, watu wa kuchekwa, watu wa kuonekana nguo ni moja tu na tena imeraruka. Watu hata chakula hatuwezi kula vizuri, hata mahali tunalala nyumba ya kunyeshewa. Yaani imetosha. Lazima useme imetosha. Dharau isipatikane na isitajwe kwa familia yenu tena, maana huko mtu amepatikana. Nataka useme wewe ndiye huyo mtu. Nehemia alisema yeye ndiye huyo mtu, na Israeli wakaokoka, ukuta ukajengwa upya. Enda mbele za Bwana kwa jina la Yesu, mwambie Bwana nisaidie. Hata adui akikasirika, ninajua nitaweza. Ninajua ninafanya misheni yako. Ninajua niko na wewe. Ninajua uko upande wangu. Ninajua nitashinda. Ninajua watu wangu wataokolewa. Ninajua hali yetu hatutabezwa, hatutachekelewa tena.
hatutadharauliwa tena. Maisha yatabadilika katika jina la Yesu. Hali ya kukataa Mungu itashindwa katika jina la Yesu. Uchawi utashindwa, uganga utashindwa. Roho ya kurudi nyuma, roho ya kulemewa itashindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa mabwana, wewe ndiwe Mungu, mimi ndiye mtu nimepatikana. Kama vile ulipata Nehemia, mimi nami nimepatikana leo. Nimepatikana leo kwa ajili ya wokovu wa Israeli ya leo, kwa ajili ya boma yetu, kwa ajili ya familia yetu, kwa ajili ya kanisa letu, kwa ajili ya mji wetu, kwa ajili ya kijiji chetu Bwana. Bwana napatikana. Bwana niko tayari. Bwana najisalimisha kwako. Najisalimisha kwako. Najisalimisha kwako Bwana. Najisalimisha kwako. Ukanisaidie. Ukanitie nguvu vile ulimtia Nehemia. Bwana wa mabwana, nisibabaike na nisibabaishwe na nisiogope. Bwana, hasira ya adui, nisiogope madharau ya Sanbalati na Tobia, bali Bwana nikajipe moyo, nikajipe nguvu katika jina la Yesu. Nikajiamulie zaidi na zaidi katika jina la Yesu, kupatikana katika mapenzi yako, kupatikana katika ukweli wako, kupatikana katika bidii ya kazi yako Bwana. Mungu wangu, kazi yangu isiwe sababu tena. Bwana wa mabwana, nipe hekima katika jina la Yesu. Na ukanipe kibali mbele ya mfalme, ukanipe kibali mbele ya wafalme, ukanipe kibali mbele ya wasimamizi katika jina la Yesu. Kapate mpaka na resources kwa ajili ya ufalme wako. Mungu mwema, Mungu mkuu, Mungu mwaminifu, wastahili Bwana, unastahili mfalme, unastahili mtakatifu. Mungu wa Nehemia, ukawe Mungu wangu. Mungu wa Nehemia, ukawe Mungu wa CCI Neema. Mungu wa Nehemia, ukawe Mungu wa wamama walio hapa, ukawe Mungu wa wazee walio hapa, ukawe Mungu wa vijana walio nyumbani mwako Bwana. Bwana wa mabwana, ukatuneemeshe, ukatutegemeze Bwana, tukajenge kuta zilizoharibiwa, tukajenge kuta zilizoharibiwa, tukajenge kuta zilizoharibiwa Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Mungu umetukuka, Mungu umetukuka, mfalme umetukuka. Haleluya. Kama uko nyumbani mwa Bwana na unasema Mungu nisaidie, mimi niwe Nehemia siku zetu. Mungu nikawa huyo mtu amepatikana na ako tayari kwa welfare ya kanisa, kwa welfare ya ufalme wako, kwa kazi yako. Inua hiyo mikono kwa jina la Yesu Kristo. Mungu mtakatifu, ona mikono ya wateule wako ambao wanasema kama vile Nehemia alivyojiamulia, akawa yule mtu wa kutumika kuondoa dhiki ya Wayahudi, kujenga upya kuta zilizoharibiwa za Yerusalemu na kuweza kujenga malango ambayo yalikuwa yamechomwa na moto. Tumia kila mmoja ambaye ameinua mikono yake Bwana, kila mmoja anayejiamulia, naomba maamuzi hayo yakageuze hali ya anga katika maisha yao ya binafsi, ndoa zao, watoto wao, kazi ya mikono yao, biashara zao. Mungu, tenda jambo jipya. Jiinulie Nehemia katikati yetu, tunaomba. Na Bwana, tutie nguvu, tutie nguvu, tuwezeshe, nasi tukapuuze madharau na chuki za Sanbalati na Tobia.
tulenge kwako na tukakuone. Asante kwa kusikia na kutenda. Bariki Bwana maisha yetu. Bariki Bwana hata utoaji ambao tutakwenda kutoa sadaka jioni hii ya leo. Matoleo haya ya kubariki mbele zako, kwa maana wewe ndio wa Bwana leo na hata milele. Kwa jina kuu la Yesu Kristo, watu wa Mungu wakasema amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Amen, amen, amen. Tunapoimba huo wimbo umetukuka, tutaweza kuwa tunamwabudu Bwana kwa matoleo yetu katika jina la Yesu. Tunaweza kupewa till kwa wale ambao wanataka kumtolea Bwana kupitia kwa till kwa jina la Yesu. Umetukuka, hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Umetukuka, umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Mara ya mwisho tuseme umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Mtakatifu ishe milele, umetukuka katika maisha yetu, umetukuka katika hali zetu, na tunatangaza jioni ya leo hakuna kama wewe. Twakuheshimu, twakuenzi, na tunasema Bwana tukuka jioni ya leo. Hata tunapoenda manyumbani mwetu, tunatangaza ulinzi wa damu ya mwana kondoo juu yetu. Tunatangaza kibali cha Bwana juu yetu. Tunatangaza provision ya Mungu juu yetu. Tunatangaza ushindi wa Bwana juu yetu katika jina la Yesu Kristo. Hakuna madhara yatatupata, hakuna mikosi itatupata. Bwana tulinde na magonjwa, na tukiwa wagonjwa tuponye kwa jina la Yesu. Tutetee katika kila hali, tukakuone ukiwa Mungu ambaye uko upande wetu. Hata siku ya kesho tunaiweka mikononi mwako Bwana, ikawe ya baraka, na Mungu katembelee watu wako kitofauti katika jina la Yesu. Na watu wako Bwana wakiendelea katika maombi hata siku ya kesho, jina lako litukuke, lihimidiwe leo na hata milele. Tumetangaza ukuu wako ndani yetu, tumetangaza uaminifu wako. Let's share the words of grace together. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. 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 God bless you. Kwa ajili ya mazao ya shambani, ubarikiwe na shamba linawiri. Amen. Bye bye. God bless you and good night. Tomorrow kesha karibuni.